nataka nataka nikuulize kwamba mjomba, matajiri watafika kuona ufalme wa mbinguni na pepo wataiona? Kwa sababu unaona kwamba matajiri kama mali zao zinakuwa kama ni za nani hivi. Hebu nielekeze kwanza mjomba, mimi leo nipate kujua. Nataka nipate kujua. Kwanza kitu pekee ambacho nataka nikwambie, sio nikwambie wewe, ndio maana kushuti. Ndio. Inamaanisha kwamba maana kuchukua video inamaanisha kwamba wapate faida watu wengi, si ndio? Ndio. Kitu pekee ambacho natakiwa kwanza watu mkijue. Ndio. Hakuna kitu kigumu duniani kama kuitafuta pepo. Kwa sababu duniani kuna vitu vingi ambavyo vinakulazimisha wewe vifanye kutokana na ugumu wa maisha yako. Sio, umeelewa? Ndio. Hakuna mtu yote ambaye anayependa kuishi maisha mabaya. Hakuna mtu yote ambaye anapenda kuishi maisha magumu, maisha ya kimaskini. Kila mtu anapenda kuishi kifahari. Na ndio maana tele imesema ambaye inasema kwamba tajiri kupenya kwenye ufalme wa mbingu inakuwa ni ngumu, ni sawa na ngamia kupenya kwenye tundu ya sindano. Mimi naweza nikasema ni kweli ama sio kweli. Kwa sababu wewe ambaye maskini na mimi tajiri ni vitu viwili tofauti. Sio, umeelewa? Nikikwambia mara ya mwisho kutoa sadaka wewe ni lini? Mimi kutoa sadaka mara ya mwisho ni mara ya mwisho. Sijawahi kuitoa sadaka kwa sababu kwanza nina kitu. Matajiri unaona ndio wao, yaani kwa mfano mimi leo ndio bana nasema kwamba sitaweza kupata ufalme kwa sababu sadaka sitoi. Kwa hiyo naamini wewe ufalme wa Mungu wewe ufiki mbinguni. Sina sadaka ya kutoa, lakini matajiri unaweza kukuta kwamba anaenda kwa tajiri. Lakini kwa mfano utakuta mtu anakwenda kanisani, anakwenda msikitini. Lakini huyu mtu ana mambo mabaya sana. Lakini anapata pesa. Lakini hawezi kupeleka katika ile huduma ya nini? Tunasema kwamba kutoa sadaka. Yaani ana pesa lakini anakwenda kanisani kwa ajili ya kufanya kama ni fukutu la kujifichia. Kwa hiyo ndio maana leo nikasema kwamba hebu kwanza nikuulize kwamba najua mimi matajiri wengi ninawashangaa, hawatoi sadaka, hawatengenezi mazingira kusema kwamba wanamcha Mungu, wanakwenda kama kumsikitini, kama kwenda kujifanyia tu ni maficho ya kwamba wao makucha yao yale, yani matendo yao yale magumu yale ambayo watu ambayo mtu anafanya mambo magumu mazito lakini huwezi kumtambua. Na maana kaona kwamba mjomba tupate kipindi kwanza tuulizane. Hivi mjomba kwamba matajiri watafika kweli peponi na wataona ufalme wa Mungu kweli, mbingu 7 wataingia kama maandiko jinsi yanavyoandikwa? Na ndio leo nikaona kwamba mjomba hapa leo tupambane. Unielekeze. Nipate kujua. Sasa labda nikwambie kitu kimoja. Naam. Mimi naweza nikasema baadhi ya maskini wengi hawataweza kuona ufalme wa Mungu kuliko hata matajiri, kwa sababu maskini walio wengi kwanza wanaishi kwa masononeko. Wanaishi kwa kusonona, yani kwa kutia lawama. Kwa nini yeye? Kwa nini yeye? Kwa nini apate? Anajishughulisha na kazi, kwa nini afanikiwe? Kwa sababu maskini wengi ambao wanakwenda misikitini na makanisani, wakienda kule wanachokiomba, Mungu nisaidie michongo yangu itiki. Mungu nisaidie biashara yangu ifanyike vizuri. Hawana kitu kingine chochote ambacho wanachokiomba. Kinachotakiwa maana ya kutengenezwa misikiti, kujengwa misikiti au makanisa ni moja ya kwenda kuomba mwisho mwema na kuomba mazuri ya duniani na mbinguni. Sio, umeelewa? Ndio. Zamani wazee wetu walikuwa wanatumia kwamba kubadilishana vitu. Ndio. Ukimpa unga atatoa mtama. Ndio. Ukimpa mtama atakupa mpunga. Sio, umeelewa? Watu kubadilishana. Lakini dunia leo sasa imebadilika. Nikikuuliza wewe hapo ulipo, hapo ukitoka nyumbani kwangu kwenda nyumbani kwako, utatumia ni usafiri gani? Situmii usafiri. Unaenda na miguu? Naenda kwa gari. Unaenda kwa gari? Yaani kama gari gani? Usafiri. Una gari wewe? Una gari? Mimi sina gari. Sasa unatumia ni usafiri gani? Hapa itabidi nitumie, kama nikikosa nauli nitumie kwa miguu. Ukikosa nauli unatumia kwa miguu? Kwa miguu. Sasa wewe uone hizo shida ambazo unazopitia, kwamba mwisho wa siku unapitia hizo shida ambazo kutembea tu na miguu, wakati Mungu alikutengeneza miguu kwa ajili ya kuendea dukani, sio kuanzishia safari. Sio, umeelewa? Ndio. Yaani kitu pekee ambacho nataka nikwambie ama niwaambie, hakuna kitu kigumu duniani kama kuiona pepo. Wewe sasa hivi nikikwambia bwana mjomba, chagua vitu viwili kati ya pepo ili uione pepo, nikikwambia ili mjomba nikwambia chagua vitu viwili ili uione pepo, inatakiwa ufe. Wewe utakubali kufa sasa hivi? Siwezi kukubali kufa. Sasa kama hujafa huwezi kuiona pepo. Sio, umeelewa? Ndio. Ili uione pepo inatakiwa ufe kwanza. Ndio. Sio, umeelewa? Yaani pepo inakuhitaji wewe ufe ili ndio uione. Sasa wewe unataka kufa, bado unataka kuendelea kupambana kumiliki majumba, magari ya duniani. Sio, umeelewa? Matajiri walio wengi, mbinu kubwa ambayo inayotumika
ni kujenga nyumba za ibada. Unajua kweli hichi kitu unachokifanya ni kibaya. Unajua hichi kitu ni kibaya. Hakuna mtu asiyejua dini, hakuna mtu wote ambaye asiyejua dini na Mungu anataka nini. Sio, umeelewa maelekezo nini ambayo anataka. Lakini watu tunafanya hivyo ama unafanya hivyo kupitia yale mateso. Unajua mimi ukiangalia nyuma ya maisha yangu kuna vingi ambavyo nimevipitia. Hakuna mtu wote ambaye anayejua. Sio, umeelewa? Lakini mimi ndio najua nilipotoka na ninapokwenda. So baadhi ya matajiri wengi wanatumia mbinu, wengine wanatumia mbinu kujenga misikiti, kujenga makanisa. Hii yote kwa sababu gani? Kujenga nyumba za ibada, kujaribu kupunguziwa adhabu ama kuiona pepo, lakini hatuna uhakika kama kweli tutaiona ama hatutoiona. So umeelewa? Hicho cha kwanza. Cha pili, kuna wengine wanatengeneza vituo vya watoto yatima, wajane, lakini pia hivyo vituo vya watoto yatima, wajane pia naye vinatumika vibaya. Kuna watu wanatengeneza hivyo vituo, lakini mwisho wa siku kuna watu wanaletewa misaada, wanategemea kuletewa ile misaada ili wao waendelee kupata kipato kupitia hivyo vituo. So umeelewa? Lakini mbinu pekee ambaye mimi nitakuja kuifanya ndio naijua. Kwa mfano mimi niko kwenye project ambaye sasa hivi inafanyika, ambaye project hiyo ya kutengeneza vituo vya watoto yatima pamoja na wajane wasiojiweza. Kwa hiyo ni mbinu pekee ambaye kwangu mimi nilifikiria nikaona iko sawa. Sitotaka msaada wa mtu nchi yoyote kuja kuleta kwenye ile taasisi yangu kwamba walete hela. Kama unahitaji leta viroba vya unga, leta viroba vya mchele, leta viroba vya mahindi, leta mabalo ya nguo, ili watu wote wanapotoka majumbani mwao wasiojiweza waje wapate huduma pale. Sio, umeelewa? Usiniambie kwamba eti unataka kuleta msaada wa hela. Mimi hela ya nini kama hela ninayo? Wengi wao sasa hivi wanatumia hivi vituo kwa kupata mafanikio wao. Ni vitu ambavyo nisikilize. Kwa ni vitu ambavyo Mungu afanya nini? Mungu hapendi. Kwa mimi siwezi nikakutumia wewe ili kupata kipato, ili maisha yangu mimi yakae poa. Kwa hiyo kama naweza kufanya vitu vingine ambavyo najua namkela Mungu, alafu tena nikafanya mambo mengine tena nimkere Mungu, ni swala ambalo siwezekana. Kwa hizo ni mbinu ambazo wanatakiwa wazitumie watu wote ambao wenye hela za kweli kama mimi Babu la Bagamoyo. Mimi nitatengeneza hiyo kitu na nadhani wataiona. Kama bado Mungu atanipa ukubwa, uhai ule ambaye ninautaka, urefu, yani lazima nifanye hivyo vitu. Afya njema. Mimi kikubwa sasa hivi ninachokiomba ni afya. Sio, umeelewa? Mjomba bwana, mimi nataka nikuulize jambo moja. Hivi Mungu katika maandiko, Mungu pesa anaijua? Mungu hajui pesa. Mungu husikana na pesa. Na watu wengi sana ambao wanaokwenda kwenye makanisa, kwenye misikiti, kwenda kwamba wanaenda Mungu nisaidie mume wangu akae sawa. Hao watu wote ambao wanapata riziki ndogo ndogo. Unaelewa maana riziki? Riziki ni chakula. Ila watu wengi wanakosea kwamba bwana mimi nimepata 50,000 ndio riziki yangu, nimepata 10,000 ndio riziki yangu. Ile sio riziki. Riziki ni chakula. Kile ambacho unachokula ndio riziki yako. Mungu akiamua kufunga riziki yako, inamaanisha kwamba wewe tayari umeshapoteza uhai, umefariki, yani umekufa, haupo tena duniani. Sio, umeelewa? Kwa hiyo watu wengi wanalalamika, bwana mimi nafanya kazi tunaambulia kula tu, sio naambulia kulipa kodi. Hiyo ndio riziki ya Mungu ambaye aliyetoa. Sio, umeelewa? Yani ukiona unaambulia kula inamaanisha riziki ni chakula. Ukitaka mafanikio makubwa zaidi, kuna vitu ambavyo vya kuvifanya. Kwa hiyo ujipange. Nipo na bado nataka tuvitane, kwa sababu unajua kuna jambo moja mjomba bwana, duniani bwana, naona asilimia matajiri na asilimia ya matajiri wanatumia kupitia majini au mashetani, yani kwamba pesa zao bila wao kufanyia ushetani. Sasa hivi watu kama hawa kweli unaafiki kabisa kwamba wanavyokwenda kwenye ibada zao, kweli hawa watu kama hawa kweli wanaweza kufika peponi kweli? Wataiona pepo? Sasa mjomba, unajua nyinyi tatizo lenu nyinyi moja wa Tanzania, mnapenda sana kufuatilia maisha ya mtu, kujua kwamba anatumia sio nguvu za jini, sio nguvu za kichawi. Hayo hizo ni fikra potofu. Mjomba, shida zako wewe ni za kwako. Hakuna mtu ambaye anajua la yako wala shida yako. Sio, umeelewa? Matatizo ya mwanadamu anayajua binadamu mwenyewe. Ukiona mpaka mtu ameamua kuishi kwenye option fulani, hayo ndio maisha pekee ambayo aliyachagua kupitia yeye kile ambacho anachokifanya ama anachokiamini. Ndio. Sio, umeelewa? Kwa hiyo wewe amini unachokiamini na wengine wataamini wanachokiamini. Hakuna mtu wote ambaye atakayekuja kukutoa kwenye imani yako wewe kukwambia bana mzee fanya hivi, fanya hivi. Hakuna. Kila mtu anafanya kile kitu kwake anakiona yeye ni bora na ni sawa. Sasa kama watu watakuwa wanapata pesa kwa kutumia kwa shetani, wanatumia njia kwa shetani, kwani shetani tunavyomtumia shetani, unajua kwa sababu ufalme wa mbinguni, au mimi kwanza nalizungumzia swala la pepo. Unajua wanadamu wengi sana tunasumbuka swala la pepo. Sasa nisikilize, hapo kuna vitu viwili. Unapoitaka hela
Sahau swala la pepo. Yaani kama wewe akili yako ina focus na kutafuta hela na kutaka kumiliki hela, kwa sababu wewe ukiwa tajiri, hata kama ukiwa tajiri kiasi gani, kama umefungua makampuni manini, inatakiwa usitumikishe watu. Na wewe toka nyumbani kwako, endesha gari yako mpaka kwenye kampuni zako, nenda na wewe kafanye nao kazi, jumuikeni kwa pamoja, pikeni chakula kwa pamoja, mle kwa pamoja. Hiyo ndo love ya kweli ambaye Mungu anaitaka, kwamba akili ukijifanya mimi bosi, unajitenganisha na watu kwamba mimi siwezi kukaa na wafanyakazi. Hivyo ni vitu ambavyo Mungu pia hayavitaki. Sio, umeelewa? Ndio. Kwa hiyo wewe, hakuna aliye mkubwa chini ya jua zaidi ya Mungu pekee. Hakuna siri hilo. Sio, umeelewa? Nashakuelewa. Na unajua masuala ya kibinadamu, masuala ya kibinadamu kwenye mambo ya kiibada, mambo ya kimungu. Sasa mambo ya kimungu sijui kwamba kama ni mambo ya kimungu na hao watu wanayotumia kwamba wapate njia ya pesa, kuwa na mali kwa kutumia ushetani na majini, wakasema wanaingia peponi na Mungu kweli akawapokea. Kweli unaafika kabisa. Yaani mimi ninachotaka kwamba hawa watu wanakwenda kabisa motoni. Hakuna mtu ataweza kuipata ufalme wa Mungu. Mjomba, nisikilize, nikwambie kitu kimoja. Hata kama nisikilize, nikwambie kitu kimoja. Mjomba, ende ikawa tajiri anafanya mambo makubwa kwenye jamii kuliko hata maskini, kwa sababu hapo ulipo huna hata msaada wa kumsaidia mtu yoyote mwenye shida. Saizi akija mtu anadaiwa hospitali bili kubwa, ameshawekwa mipira pale, anadaiwa milioni 5 au milioni 10, 15. Sasa hivi mtu anatakiwa, unajua, unapoipata afya kwanza mshukuru Mungu. Hapo sasa hivi wewe ukipeleka hospitali, mahospitali makubwa, hata hizi za kawaida tu, ukipeleka hospitali bili ukiletea, ukiambiwa kwamba hapo sasa hivi huwezi kupumua hii hewa ambayo ulipewa na Mungu bure, utumie sasa mipira, utumie mashine, wewe unakufa kwa sababu hela huna. Lakini tajiri atasurvive. Sio, umeelewa? Kwa hiyo hapo ulipo huna sadaka ya kutoa sehemu yote, ni maskini, alafu tena huna hela na huwezi kutoa sadaka. Hapo ulipo pia wewe una dhambi, na kwa Mungu wendi vile vile, wewe mwenyewe unajiona hapo. Ndio ambapo sasa hapo wewe mara ya mwisho kumtangaza Mungu ni lini? Mimi mara ya mwisho kumtangaza Mungu, ataongea ukweli, mara ya mwisho kumtangaza Mungu. Mara ya mwisho wewe umesema dini gani? Mimi ni Muislamu. Umeenda msikitini lini? Msikitini sijawahi kwenda. Sasa nina muda. Wewe ni kibiriti tu. Hakuna lolote, hakuna. Kwa hiyo mimi unaniambia ni motoni. Mimi siwezi kwenda motoni kwa sababu mimi motoni nipe sio sababu. kama na ukataa. Wewe sikiliza mzee, hakuna mtu yote hapa duniani, tukitaka kufuatilia dini, ukiangalia watu wote waliobeba dini, ukimwangalia unaweza kusema mbona kama mjinga hivi. Dini mzee sio kitu cha mchezo, msichukulie poa. Dini sio kitu cha mchezo. Mtu wote ukimwangalia alioshiba dini, yani kama mjinga hivi. Sio, umeelewa? Ndio. Yani kama mjinga yani haelewi chochote. Mzee wangu, dini msichukulie poa. Tuombeni tu mwisho mwema basi. Sasa kwa mfano tunazungumzia mtu fukara kanisa, yani msikitini haendi, yani yeye kutoa sadaka. Sasa mjomba, hapo ulipo wewe huna hela, kwa nini unashindwa kumtumikia Mungu? Hivi wewe hapo huna hela, kwa nipe sababu kwa nini unashindwa kumtumikia Mungu? Mimi sababu za kutokumtumikia Mungu kwa sababu kuna muda ninaweza nikasema nitamtumikia Mungu, lakini kwa sababu hali yangu ya kiuchumi au ya kipesa, kwamba najiona kwamba hata kama nikienda pale kwenda kumsujudia Mwenyezi Mungu, nitocho kiomba pale, sio kwamba nitaomba Mungu kwamba nipunguzie, naomba pepo au niondoe katika, naomba moto. Mimi nitakuwa ninakusudia nipate pesa. Sasa ndio hicho ndo mada ambayo nilizungumzia. Nikishazungumzia pesa kwa Mwenyezi Mungu wakati nimesujudu pale, mimi hakuna ninachokifanya sana bado ni yale. Ndio maana nimeona bana, mimi mambo ya msikitini. Sasa nataka nikuulize swali wewe. Kwenye ibada. Sawa, sasa nataka nikuulize swali. Wewe ni maskini, huna hela hapo ulipo. Ndio. Hapo ulipo kwenye akaunti yako unamiliki kiasi gani? Similiki kitu chochote. Umiliki kitu chochote? Yaani unamiliki kiasi gani? Yaani hata kiasi chenyewe cha kusema kwamba mimi nitamiliki, kwa sababu na ndio maana hata msikitini kwenyewe nikisema kwamba niende, mbona naona kama nitaingia motoni. Sasa nisikilize. Naomba ubadilike. Mtafute Mungu wako sasa hivi. Fanya ibada sana. Omba mwisho mwema. Mungu atakulegezea baadhi ya vitu, utafanikiwa. Nakwambia mimi. Kwa sababu hapo ulipo tayari wewe haupo. Yaani hauko kwenye baridi, hauko kwenye moto, wewe uko katikati. Kwa hiyo unaniambia mimi kwa sababu nimekuwa fukara, ufalme wa Mungu siwezi kuupata kabisa. Kwa sababu wewe ndio mtu ambaye unaishi kwa masononeko kinoma na kulaumu wewe. Wewe kila siku unaishi na mawazo. Wewe unafikiria hii sura sio ya kwako hii.
ukipata hela isua so yako. Ya hatari sana.